Wandugu zangu, nimekuja mbele yenu na leo nina huzuni mkubwa sana kwa yale ninayoshuhudia wandugu zangu wa Afrika wanaotendewa huko Afrika Kusini. Na hali hiyo sio mpya, maana imeshakuwa kama kawaida ya raia wa Afrika Kusini zidi ya raia wa nchi zingine. Lakini wanashindwa kujua takriban miaka 46 sasa hivi baada ya ubaguzi wa rangi uliokuwa ukipitika huko kwao, nchi za Afrika nyingi zilipambania Afrika Kusini ili iweze kutoka katika hali ambayo walikuwa nayo. Ukichukua nchi kama Zaire kipindi cha Mobutu, Tanzania ya Mwalimu Nyerere na Zimbabwe, Nigeria na nchi zingine jirani pale, walipambania sana Afrika Kusini mpaka ionekane leo watu weusi wana thamani. Lakini haya tunayoshuhudia, wa ndugu zangu, watu weusi wanavyofanyia watu weusi wengine Afrika Kusini, inanipa maumivu makubwa sana katika moyo wangu. Na nina matumaini kwamba hata mababa zetu, mababu waliopigania uhuru wa Afrika, wakisikia Mwafrika mwingine anatesa Mwafrika mwenzake kwa hali hii tunayoshuhudia Afrika Kusini, inasikitisha sana. Angalia jinsi Waafrika wengine wanavyopigwa na Waafrika wenzao. Angalia jinsi watu wanayoteswa hapa, ndugu zangu. Kweli hali hiyo yaweza kutokea kweli kwa haya yote watu weusi tunayoyapitia katika dunia hii? Hawa wenzetu wa rangi nyingine wakiona sisi watu weusi tunafanyana hivi tunavyofanyana hapa, watatuelewa namna gani na watatuona sisi ni watu wa namna gani? Fikiria mtu anatoka Zimbabwe, anatoka Nigeria, anatoka Kongo wala Somalia, anaenda kuwekeza Afrika Kusini. Wa ndugu zake weusi wanakuja kubomoa duka lake, wanakuja kumshika na kumfanyia vitu vya ajabu ili aweze kurudi nyuma kimaendeleo. Inasikitisha sana. Kwa nini sisi watu weusi tunakuwa na hali hii? Mimi sina uhakika kwamba yale yanayotokea Afrika Kusini, kama mzungu anaweza kumfanyia mzungu mwenzake vitendo kama vile. Sina huo uhakika mimi. Lakini mshangao ni sisi wa Afrika, watu weusi kuweusi ndio tunafanyana hivyo. Na watu wa Afrika Kusini wanashindwa kuelewa. Asilimia karibia ya 72 ya udongo wa Afrika Kusini mpaka sasa hivi wa mashamba bado uko mikononi mwa wazungu. Na hao ndio wana uchumi wao unaendelea vizuri kuzidi wale wengine wa Afrika Kusini wenzao. Kwa nini wenyewe kama wanaona kwamba wananyanyasika, wasingeliambia serikali yao, jameni, sisi wa Afrika Kusini weusi bado tunaendelea kuteseka na wenzetu wa rangi wana maisha mazuri, si mtusaidie na sisi? Lakini hali ya kwenda kuvamia Waafrika wengine ambao ni wageni, kwamba ndio wanakuja kuchukua kazi zenu, kwamba ndio wanakuja kuharibia uchumi, hicho kitu kinasikitisha sana. Na wewe ndugu yangu, kama Mwafrika mweusi kama mimi, ambao umeyashuhudia tena haya juzi yamepitikana huko Afrika Kusini, umesikia namna gani? Na kama hujafurahiwa na vitendo kama hivyo, muda ndio huu wa sisi kuweza kusimama. Ni lazima mahali popote pale ulipo, ambia viongozi wako waweze kuangalia hali hiyo. Ndiyo, nimeshukuru kwa sababu serikali ya Ghana tayari rais wao amesimama na ameongea vibaya sana kuhusu raia wake ambao wako Afrika Kusini wanavyoteswa na weusi wengine. Na nchi zingine ziwe kama Ghana. Hapo ndio Afrika tutaheshimiana, na hususan sisi watu weusi. Maana ni aibu sana kama sisi kwenye bara letu tunatendeana hivyo. Je, huku tunakoishi nje, nani atatuheshimu sisi? Wandugu zangu, inasikitisha, lakini hali ndio hiyo, na muda ndio huu kwa kila mtu pale alipo aweze kusimama. Unapopata kipindi hiki, gawa na watu wengine, ili wale ambao wako Afrika Kusini wajue kwamba kuna Waafrika wengine wenzenu ambao wanahuzunika kwa yale mnayotendea watu wengine ambao wanakuja kutafuta maisha yao huko Afrika Kusini. Asante sana, na gawa na watu wengine kipindi hiki.